Yes, inakuwaje mambo vipi mtu wangu? Mimi naitwa beki wa kupanda na kushuka Geoffrey Mwamburi, balozi wa soka la wanawake nchini Kenya, na bila shaka niko hapa ndani ya Beki TV kuzungumza kuhusiana na timu yetu ya kina dada, timu ya Harambee Starlets, na sasa hivi wanajipanga by the way kuweza kwenda kule katika taifa la Zambia. Watakuwa na shiriki katika kipute cha mataifa manne. Kipute hicho kitakuwa ni cha kuandaa kuweza kushiriki katika kombe la WAFCON, kombe la mataifa bingwa barani Afrika kwa wanawake, ambalo litakuwa linafanyika mwezi ujao, katikati ya mwezi ujao kuvuta hadi Agosti kule nchini Morocco. Sasa taji hilo ambalo kwamba wanaenda kushiriki kule Zambia ni sehemu ya maandalizi kuelekea kwenye taji la WAFCON. Lakini tumeshuhudia matamshi ya kocha Belding Odemba akisema kwamba wachezaji wake ama wachezaji wa Kenya ambao wanachezea klabu ya Simba kule Tanzania, wapo wachezaji wengi, lakini wale ambao anawaita kwenye kikosi cha Starlets waweze kujibikia taifa, anapata ugumu kwa sababu uongozi wa Simba Queens kule Tanzania hautaki kuachilia baadhi ya wachezaji ambao anawaita. Ni madai ambayo kwamba ameweza kuyaeleza, na tumsikilize akizungumza kuhusiana na hayo madai ambayo tunayazungumza. Tumsikilize Odemba kwanza. We call players, other players, and especially Simba, they decide who to release, who not to release. Most of the time we call players and we get a lot of letters from them. They are unable to release player one or two. Sometimes they follow up with a medical report that the players are not ready to play, or players are injured. Though you still see the players feature in the league. It has not been easy communication, especially between us and them. But we hope that we can do something from the office or as a federation to write to their federation, speak to their team, and understand really how we can work together smoothly. So we shall also miss some other players from the Tanzania League. Ndio matamshi ambayo waliweza kuyazungumza katika mahojiano na waandishi wa habari. Lakini kama unavyojua ni kwamba ndani ya Beki TV lazima tuweze kupata ukweli wa mambo. Nilitafuta uongozi wa Simba. Selemani Makanya ni sporting director, mkurugenzi wa kimichezo katika klabu ya Simba Queens. Nilizungumza naye kwa njia ya simu kwa mapana na marefu kutaka kuelewa kwanza kabisa anazungumziaje matamshi ya Odemba na msimamo wao ni gani kuhusiana na zile shutuma ambazo zinaibuliwa kwamba hawawaachilii baadhi ya wachezaji. Alikuwa na haya ya kusema, tumsikilize kwa makini. Unakumbuka before ya hii ambayo walienda Ivory Coast? Ndio. Walitaka wachezaji wanne. Sawa? Wakatuma barua kwamba wanataka wachezaji wanne. Unaona? Tukachati na team Glory. Baadaye siku anataka kubook ticket. Kwanza alibook ticket ya wachezaji wanne. Baadaye akaniambia subiri. Napita kama siku mbili akanitumia ticket. Kamuuliza mbona umebook? Wakati nikawa nimeshaambia wachezaji wote, nikamwambia JNT, nikamwambia Wambo, nikamwambia na Kamama na Ngosi. Wakawa wanajua wanaondoka wote. Ghafla timu anabeba na coach akasema anataka wachezaji wawili, tunataka Fazila na Ngosi. Nikamwambia kwa nini? Wakati wa tayari mimi nishawaambia, akasema ndio hivyo. Kaambia sawa. Tukawa tumetoka Msoma. Kwa hiyo mimi nikamwambia Ngosi kama captain, nikamwambia bwana, waambie wachezaji wenzako JNT na Wambo, coach amesema ataki hao wanabaki mnaenda wawili tu. Ngosi anasema na mimi siwezi kwenda kuambia, wewe ndio kawaambie mwenyewe. Ikabidi mimi usiku nikamwambia bwana, nimepata message wamebadilisha, wamesema wanaenda wachezaji wawili tu. Wachezaji wenyewe wakasema kuna shida gani? Nikamwambia mimi sijui, nimemuuliza Glory anasema bali, nikasema nataka wawili. Kwa hiyo kama yani kisaikolojia kama amesha disappointed ya wachezaji wawili, kwa hiyo akasema kwa nini anatuacha wakati alishasema. Ndio. Mimi nikaachana nao, unaona, wakasafiri wale wawili au wawili wakabaki. Kwa sababu vipi sasa hivi amuiti kabisa. Unaona? Sasa imekuja juzi akanambia walituma kwanza barua akasema watawahitaji wachezaji kwa ajili ya facilities. Nikamwambia sawa. Sasa juzi Glory akanicheki, nikamwambia Wambo anaenka hata hapa sisi hapa, kwa sababu ilikuwa ni big match, ndio maana tumelazimisha acheze, lakini anacheza kwa kuchomwa sindano. Unaona, hata haja train siku tatu, yani ka train siku moja tu, leo afu kesho mechi ndo kacheza. Nikamwambia hata JNT anaumwa muda mrefu, alikuwa anaumwa tumbo mpaka mfanywe ultrasound, alikuwa anaalisha, anatapika, hayuko vizuri, lakini hata pia naye ana shida ya enka. Akasema basi nitumie ripoti ya daktari. Kwa hiyo kabidi mimi nimwambia daktari kwa mebana andaa ripoti ya JNT na Wambo. Daktari akaandaa ripoti akanitumia, nikamtumia Glory.
Unaona, Glory akasema sawa. Sasa mimi nashangaa jana Bedi ni statement yake anasema kwamba sisi tumekuwa tunazuia wachezaji hawapati kwa wakati, afanyeje? Wakati ile last yeye mwenyewe alitoka wachezaji wanne, baadaye akakansel wawili, wakatuma tiketi za wachezaji wawili. Mimi mpaka message ambazo ni chat na Glory zipo, nikamuuliza mbona mlisema wanne tena mnataka wawili? Unaona? Hii ya juzi zipo message ambazo nimechat na Glory, kaambia Glory wachezaji wawili ni injury hawa. Hata umeona hizo mechi walizocheza sisi tumewabembeleza kwa sababu ni mechi ambazo siko unahitaji ubingwa, kwa hiyo wamechoma sindano ndo wakacheza. Ndio maana wakacheza. Sasa mimi nashangaa jana Bedi analeta statement ambayo ni ovyo kabisa. Yeye mwenyewe unajua Wakenya atakiwa muulize Bedi ni kwamba kwa nini wachezaji wengi sasa hivi wanaichukia timu ya taifa? Wengi sana ni wanaichukia. Haya vivi muulize kwamba kwa nini muiti vivi? Kwa nini anamuita Lidi anamwacha? Na nasikia hata nasikia hata Vayo juzi kai Maki ndio imebidi baada aona kuona wachezaji hawajaja, Vayo akaambiwa aende, Vayo kakataa. Ikabidi Maki ndiye akamfuata Maki Maligi ndiye akampigia simu akamwambia na njoo kambini, wakaongea sana kumbembeleza, akaambia hapana, mimi alikuwa hajaniita kwa sababu aliona wachezaji wengine hawajaja ndiye ananiita mimi. Kwa hiyo kama asingekuwa Maki Maligi hata Vayo asingeenda. Kwa hiyo mwenyewe ndio uko na shida na wachezaji, nitakiwa mwenyewe ndiye aseme kwamba kwa nini wachezaji wanakuwa hivi. Sasa nitakiwa Wakenya wamuulize, lakini kama wanasikiliza hiyo wanataka kumsikiliza hiyo nini? Wanataka kumsikiliza statement yake anayeongea kirahisi kwamba kuwadanganya Wakenya. Sio kweli, sisi hatujui kuzuia mchezaji yoyote. Mimi mpaka message ambazo nimechat na Glory nikamwambia Glory, nyie mmesema mnataka wachezaji wanne. Mbona sasa mmebadilisha tena mnataka wawili? Akasema kwamba nani? Bedi ni mwenyewe ndo kakataa, akasema nataka wachezaji wawili tu. Sasa mimi siwezi kulazimisha. Sasa anaongea kama sisi tumekuwa tukizuia wachezaji. Waulize hata wachezaji wenyewe kwamba bana, Simba imekuwa ikiwazuia nyinyi mkiitwa timu ya taifa. Kwa hiyo wachezaji ambao wanadai ya kwamba kwa hii trip ya kwenda Zambia, na wachezaji wangapi ambao wanadai kwamba walizuiliwa? Hii ya Zambia hii hakuna mchezaji aliyezuiliwa. Hii walitaka wachezaji wanne. Issue ikaja vipi? Wachezaji wanaumwa. Bwana wangu ana shida na yeye yani juzi kacheza lakini hakutrain siku 3 alikuwa amekaa nje, tukatrain siku moja before ya mechi ndio akatrain. Na wote akatrain kama leo kesho mechi ndio akaweza kucheza na akacheza kwa kuchomwa sindano. Na hao watatu wachezaji alikuwa ameita wachezaji wanne. Sawa, alikuwa amemuita Fasila, amemuita Wambo, amemuita Genti na Ingosi. Sasa Genti anaumwa, Wambo anaumwa. Kwa Fasila na Ingosi ni wazima wameenda. Hata Wambo hapo alipo, Wambo kaenda, mamake alianguka juzi usiku. Ikabidi Wambo jana ameondoka jana na fight ya jana asubuhi. Wambo yuko Nairobi. Hata kama ukimcheki Wambo, wewe mpige Wambo, ongea naye atakwambia. Wewe mwambie kwamba ile mechi wanaenda facilities, wanaenda Ivory Coast. Wewe unahitaji wachezaji wangapi kutoka Simba? Alafu then tulibadilisha mwenyewe kama nataka wachezaji wawili. Simba likatalia. Yeye mwenyewe alibadilisha akasema nataka wachezaji wawili. Mpaka wachezaji wenyewe likasirika kweli kweli. Maana walishajiandaa na safari. Usiku Glory anaambia kwamba coach kasema nataka wachezaji wawili. Tunataka Ingosi na Fasila. Sasa anapoambia Wakenya kwamba sisi tunazuia wachezaji, yani mfano kama sasa tuko break. Yani tunazuia mchezaji kwa sababu gani? Sisi hatuwezi kuzuia mchezaji kwa sababu wao wanapokuwa na FIFA series na Tanzania ipo. Ina maana sisi ligi inakuwa inaendelea, sisi ligi inakuwa imesimama. Kama sasa hivi ligi imesimama. Ligi yetu inaendelea tarehe 12 na 17 tunamaliza ligi. Sasa anaposema kwamba sisi tunazuia wachezaji, yani tunazuia kwa sababu gani? Sporting director wa Simba Queens. Nafikiri sina haja ya kueleza mengi. Amejieleza hapo. Kwa hiyo kama umemsikia kwa makini, unaweza kuhoji ujue ukweli uko wapi. Lakini hata hivyo tunawatakia kila laheri Harambee Stars wanapoelekea Zambia kwa tournament hiyo ya Four Nations, na pia kila laheri kuelekea mashindano ya Women Africa Cup of Nations yatakayoandaliwa kule Morocco. Mtu wangu ndio nimefika tamati siku ya leo. Kama kawa subscribe na ubonyeza alama kengele uweze kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupokea updates moto pindi zinapochipuka viwanjani. Mimi ni mtu wako beki wa kupanda na kushuka Geoffrey Mwamburi, balozi wa soka la wanawake nchini Kenya. Adios.